amechukuliwa. Hiyo ndio kunyakuliwa kwa kanisa. Kanisa, hata kuna watu wametumia neno jingine ambalo si mzuri sana, linasema kwamba kanisa litaibiwa, si ndio? Umesikia hivyo? Watu watakuwa wamelala pamoja, tumelala na huyu, mimi kwenda kuguza mimi amesaida. Sasa mimi kutoka nje kuuliza mama ameenda wapi, nakutana na mwingine naye anasema na mimi mume wangu simuoni. Mwingine anasema na mimi brother yangu simuoni. People have disappeared like that. Wameshanyakuliwa na wote wamekuja hapa. Baada ya kuja hapa, sasa shetani ameteremka. Sasa wakati shetani anateremka hapa, ndio tutaanza, ndio ile kitu inaitwa the major tribulation itaanza. Ile shida kubwa ya mashida ndio itaanza wakati huo. Major tribulation itaanza hapa. Na hebu kwanza nisome hapa. Mstari wa 10 nasema, kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele. Kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Tena rudia. Kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Kuna kiti cha hukumu cha Kristo, sikia vizuri, na kuna kiti cha hukumu cha Mungu. Nirudie. Kwa hivyo tutaenda hukumuni mara ngapi? Hukumu ya kwanza tutaenda mbele ya nani? Ya Yesu. Ya pili mbele ya Mungu. Sasa hii ya Yesu hapa, hii itakuwa ni miaka 3.5. 3.5 years. Tutakuwa mbele ya kiti cha Yesu. Ni nini itakuwa ikifanywa hivyo? Ile kitu kitakuwa kifanywa ni hii. Hebu nisomee kitabu cha Wakorintho mstari wa 10. Mstari wa 10. Kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, naliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake. Lakini kila mtu naangalie jinsi anavyojenga juu yake. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni yule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri, maana siku ile itadhihirishwa, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto mwenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Kazi ya mtu aliyeijenga juu yake ikikaa atapata thawabu. Kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Hebu rudia tena hapo hiyo chini. Mstari wa 14. Kazi ya mtu aliyoijenga juu yake ikikaa atapata thawabu. Kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Sikia sasa hapa. Nisikize vizuri. Hapa Yesu ameketi hapa. Sisi tutapitia hapa mbele yake na kazi yetu ile tulifanya katika dunia. Uwe Mkristo, uwe pastor, uwe nani, ile kazi umefanya utapitia hapa. Ndio Paulo anasema kwa ule msingi nilipatiwa na Kristo mwenyewe. Huyu Kristo ndiye alipatia Paulo msingi na sisi tujenge juu yake. Kama wewe unajenga na dhahabu, ukipita hapa itang'ara zaidi. Kama umejenga na mawe itakuwa nyeusi. Kama umejenga na silver, yani amount of your work, kazi ile umefanya ndio mbele za Mungu inakuwa classified kama dhahabu ama matope
ama fedha ama mawe. Na ukipita hapa, Bwana tuwasifiwe sana, ukipita hapa kama kazi yako itastahimili, haitachomeka. Maana kama umejenga na matope itachomeka, kama umejenga na nyasi itachomeka, kama umejenga na miti itachomeka, kama ni dhahabu itasonga mbele. Biblia inasema wakati tumeshafika upande huu, wale ambao kazi zao zimestahimili hazikuchomeka watapata thawabu. Thawabu is a crown. Thawabu is what? Utapatiwa crown for good work. Na wanasema hizo crown zitametameta kwa njia tofauti kulingana na ile kazi umefanya. Tunaelewana hapa? Hiyo kazi atafanya miaka 3.5. Tukitoka hapa baada ya miaka 3.5 tutapelekwa kwa ile inaitwa the marriage supper of the Lamb. Kuna ile inaitwa the marriage supper of the Lamb. Nataka niguze tu hapo kidogo ili tusije tukapoteana. The marriage supper of the Lamb. The marriage supper of the Lamb iko hapa na tusome katika kitabu cha Ufunuo 19:7. Ufunuo 19 yes, mstari wa 7. Na tukampe utukufu wake kwa kuwa harusi ya mwana kondoo kwa sababu harusi ya mwana kondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari, naye atapewa kuvikwa kitani nzuri ing'arayo yes, safi kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Bwana tusifiwe sana. Sasa hiyo ni wakati ambapo Yesu anatuchukua sisi, anatutoa hapa. Listen to me. Baada ya miaka 3 tunatolewa hapa na Yesu anatuleta hapa sasa mbele ya kiti cha Mungu. Yeye anatutoa sasa hapa, anatupeleka kule juu baada ya miaka 3.5. Kule sasa tunakuta kiti cha Mungu cha enzi kimekaa vile kilivyo, na yeye sasa Mungu ametuandalia karamu, maana maandiko yanasema sisi ni bibi harusi wa Kristo. Haro? Sisi ni bibi harusi wa Kristo. Kile kinafanya tung'ae ni damu ya Yesu Kristo. Kile tunafanya tung'ae ni kuacha dhambi na makosa. Sasa Yesu anatupeleka mbele ya baba yake, ndio inaitwa the marriage supper of the Lamb. Yesu anatupeleka mbele ya baba yake kutuintroduce, huyu ndiye bibi harusi wangu. Wakati ulinituma kule dunia, hawa ndio walisikia mahubiri yangu, hawa ndio walinipokea, hawa ndio wamefanya kazi ya Mungu ya Injili. Bwana wetu asifiwe sana. Na unafanya kazi ya Injili namna gani? Listen. Jambo la kwanza katika kazi ya Injili ambao watu hawajajua, ya kwanza sio tu kwenda kanisa ama kwenda ushirika. Ni nini kinaendesha kazi ya Mungu? It's simple. Ni kitu gani kinaendesha kazi ya Mungu? Kazi ya Mungu inaendeleaje? Kazi ya Mungu inaendeleaje? How does it move? Kazi ya Mungu inaendelea hivi. Huyu ameitwa na Mungu simama. 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 Sasa wewe makaiki pale kama Mkristo unasema ya kwamba utakuja katika mbele ya kiti cha enzi cha Yesu na kazi ya Mungu haukufanya. Kuja mkutano huu si kazi ya Mungu unafanya. Hii ni kupanga mambo ya talent. Napata tatizo tu. Woka hadi wera waka yukire. Hakuna kazi ya Mungu unakuja hapa. Hapa mwingine hapa hakuna kazi ya Mungu. Mwambie hakuna kazi ya Mungu. Hii ni kazi ya talent. Hii ni ya ushirika wetu ndio tuweze kuendelea. Bwana wetu asifiwe sana. Sasa kazi ni hivi. Huyu anataka kwenda Injili. Huyu anataka kwenda Injili. Huyu anataka kwenda Injili. Huyu anataka kwenda Injili. Je, wewe unafanya nini ili huyu aweze kufika mahali anaenda kupeleka Injili? Wewe unafanya nini ili huyu afike mahali anatakiwa kwenda kupeleka Injili? Kwa hivyo ni kusema nyumba yako itang'ara kulingana na vile unakuja Jumapili ukijua nimekuja Jumapili kusupport Injili ya Kristo isonge mbele. Roho wa ukilia what I'm saying.
nimekuja kanisani sio kuandika hizi vitu utaandika, sio hizi vitu unaandika, sio hizi vitu unaandika, no. Sio kuvaa kola, no. Sio kuvaa tai, no. Sio hivyo. Haukuja hapa kanisani kuandika hizi vitu unaandika. Nisikize vizuri, wewe unakuja kanisani kuendesha kazi ya Mungu. Unapofika kanisani unajua leo nilikuwa kanisani, lakini Mungu ameniwezesha. Hata kama sikupeleka kazi ya Mungu hatua 3, lakini nimeisongesha hatua 1. Can you hear what I'm saying? Sasa wale watu wanakuja kanisa, anaweka kasadaka yake hapa, alafu anafanya hivi, anaweka pale shilingi 10. Ni sawa, si makosa. Kuweka shilingi 10 si muongee. Kuweka shilingi 10 si, kuweka shilingi 5 si, kuweka shilingi 50 si, itajulikania hapa. Katini chini sasa. Hapa ndio itajulikania. Hapa. Wakati tutakuwa tukienda hivi, tunafuatana na ndugu yangu ichomeke. Mimi nilikuwa nimeshika kazi yangu na mikono. Mara kila mtu anashika kazi yake na mikono na mkono. Kupitia kiti cha Yesu inaondoa unakuta mikono kwa nini? Kwa sababu ndio msalaba. Yule ndio msalaba. Kitu ilikuwa ni kuhangaisha tu watu, niombee, simama na mimi. Hiyo ndio ile shughuli ulikuwa nayo, niombee nibarikiwe, niombee ninunue plot, niombee nifanye nini, niombee nifanye hivyo. Sisi tutakuombea. Na hiyo shamba unataka utapata. Hiyo ngono uko naye utapata, utapona. Hiyo gari unataka utapata. Lakini wakati parapanda italia, hiyo shamba utaiwacha, hiyo gari utaiwacha. Kile utabeba hapa kiti cha Yesu ni kazi uliyofanya kwa ufalme. Including me as a bishop. Na ndio sababu nilikwambia siri yangu kidogo hujui. Ndio sababu mimi nikiona nimepata pesa kidogo nakumbuka. Nani nasikia alikuwa anacheka kanisa pale? Oh, ni friend. Nani shika hii mabati 10 jenga hapo. Shika hii mabati 20 jenga hapo. Si talent ninasaidia. Siwezi saidia talent. Mimi ninakumbuka kama bishop nitapitia hapa. Angalia hapa. Ninakumbuka nitapitia wapi? Na sitaki tuwe nyuma. Mrs. Mulemi akuwe hapa mbele yangu, afike hapa kazi yake imetameta vile amefanya kazi apite, na mimi kama bishop yangu ngue nipite bila Mrs. Mulemi aniangalia niambie bishop, kwani kumeendaje? Kwani kuna umeendaje? Haukuja na kitu pande hii? So kando na mambo mengine, ujue utaenda katika mbele ya kiti cha Yesu, na hapo ile kitu itafanywa ni kwamba let me see. Nani atanisomea tena? Tumesoma Wakorintho wa pili ngapi? 5 mpaka 10, si ndio? Hebu tusome wa Ufunuo 22:12. Revelation 22:12. Tazama naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami. Ndio, tazama naja upesi, na ujira wangu uko mikononi, nilipe mtu kwa kila kazi aliyoifanya. Kumlipa kila mtu kwa kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Asante. Wa kwanza na wa mwisho. Asante sana. Na sasa wacha nikueleze. Tukisha toka sasa hapa. Naona hapa. Hii ni miaka 3.5. Tutachukuliwa tuje hapa, inaitwa the marriage supper. Yaani tutakuwa tumeandaliwa kitu kinaitwa party. Na pia mwingine party. Sema party. I mean party. I'm not joking. I mean party. The Bible tells us it's a party. Tutaandaliwa party ili
tupelekwe mbele ya Mungu, tujulishane na yeye, hawa ndio walionifuata, huyu ndiye bibi harusi wangu. Maana katika Biblia sisi tunaitwa bibi harusi. Bwana asifiwe sana. Sasa tutaenda mbele ya Mungu kama mabibi harusi, naye Yesu Kristo akiwa bwana harusi. Glory to God. Sasa nimetupa ile karamu tena. Nani nimepea karamu? Oh, iko hapo. That's one. Hiyo ni kuonesha mtu anazeeka. Angalia hapa. Angalia hapa. Tukitoka hapa 3.5 years. Tutakuja hapa another 3.5 years. Hii itakuwa na marriage supper of the Lamb. Hii pate ya Mungu tutakula miaka 3.5. Hakuna kazi nyingine huko. Nasikia? Mama selfie 3.5 years kukaa tu kukula na kustarehe na Mungu. Miaka 3.5 bila kitu kingine. Na unajua huko hakunaga kwenda choo ama kukojoa huko. Sasa tumewekwa na nyingine huko. Tuko na katika mahali sasa ni kukaa tu na kufurahi miaka 3.5. Haya. Unajua kuna pale sasa kuachia